As you all know, Eliud Lagat amesema that he is stepping aside. For those of you that don't know who Eliud Lagat is, he is the man many Kenyans suspect is behind the death of the one Albert Omondi Ojwang. But here is what is really confusing the Kenyans. Now, unajua English is not our mother tongue, of course. So, is stepping aside really mean resigning? Here is the difference. Resigning means a permanent and formal decision to leave a job or position. Stepping aside means a temporary or strategic decision to leave a role, often without formally quitting. Formally quitting, yani huyu jamaa haja quit in writing, hajasema mimi nimeachana na hii kazi, wacha watu waendelee na investigation. Inamaanisha he just step aside, inamaanisha he is no longer investigating who killed Albert Omondi Ojwang, because people are suspecting him. Right now, he cannot investigate himself. In short, that's what it means. Lakini hajaacha kazi yake, still making his own salary. He's still, doing some other stuff, except not investigating Albert Omondi Ojwang. Sasa, kabla hatujaendelea, let's see the letter Eliud Lagat wrote in response to the death of Albert Omondi Ojwang. Naomba nisome kwa Kiingereza taarifa ambayo ameitangaza na kuitoa leo ikiwa tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2025. In the good and conscious thought of my role and responsibilities as a Deputy Inspector General of Police Service, and in view of the ongoing investigations of the unfortunate incident of the death of Albert Ojwang, I have today opted to step aside from the office of the Deputy Inspector General, Kenya Police Service, pending completion of the investigations. The functions of the office will henceforth be performed by my deputy until completion of the investigations. I undertake to provide any support that may be required of me during the investigations of the unfortunate incident. I offer immense condolences to the family of Mr. Albert Ojwang for their great loss. Niwiradhi amemaliza kwa kuandika jina lake na vile vile kuhitimisha kwa kuweka sahihi. Ni taarifa ambayo ina aya 2 peke yake kutoka kwake Eliud Lagat, ambaye amekuwa akihudumu kama naibu inspector generali wa polisi. Hatua hii ameichukua muda mchache tu baada ya waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen kuzungumza katika jumba la Harambee House na kutangaza baadhi ya mabadiliko na shughuli ambazo zitafanywa kuweza kuhakikisha kwamba utumishi wa maafisa usalama unakwenda sambamba na sheria, na pia kwamba utakuwa ni wa kupendeza wananchi kuhusiana na idara ya polisi wanayotaka. Kwa hivyo taarifa na irejelea tena ni kwamba hivi sasa mchana tunaweza kuthibitisha na kuripoti kupitia taarifa ambayo ameweza kuitia sahihi mwenyewe Eliud Lagat, ambaye amekuwa akipokea shinikizo kubwa sio tu kutoka viongozi wa upinzani bali pia kutoka kwa kizazi cha Gen Z, miongoni mwa wananchi wengine wa tabaka mbalimbali wakimtaka jiuzulu. Kwa hivyo hii leo mchana naibu inspector generali wa polisi Eliud Lagat ameazimia kujiondoa mamlakani kwa muda. Kama umesikiliza vizuri, amesema amejiuzulu, yani amejiondoa kwa muda, yani he has not resigned. He is going to come back anytime and do whatever Deputy Inspector General is supposed to be doing. That means he has not resigned. A person who has resigned is not coming back to a job, but a person who stepped aside will come back to the job. Umenelewa hapo? Now let's also give an opportunity to other Kenyans and let's see what do they really think about this. Is it just a wastage of time that Eliud Lagat amekuja publicly na amesema that I'm stepping aside when it comes to this investigation of Albert Omondi Ojwang's death, or does it really mean he has resigned na anakaa kwake while the investigation keeps going on until we find who was responsible for the death of Albert Omondi Ojwang? Naibu wa inspector mkuu wa polisi Eliud Lagat ameweza kujiondoa kwa muda katika wadhifa wake. Amejiuzulu ama amestep aside? Amestep aside. Kwa lugha ya Kiingereza ni step aside, si kujiuzulu. Na sasa Kiswahili ni kujiondoa kwa muda. Kwa muda katika yale majukumu yake ya kuwa naibu ama katika wadhifa wake wa kuwa naibu inspector mkuu wa polisi. Amesema kwamba katika taarifa ambayo ni fupi mno, ni kupisha uchunguzi unaoendelea kuhusiana na mauaji ya yule mwanablog na mwalimu Albert Ojwang. Maana mashirikizo yamekuwa mengi kutoka kwa mashirika ya kijamii, kutoka kwa baba mzazi wa Albert, kutoka kwa waandishi wa habari, mabloggers na Wakenya kwa ujumla. Kwa bwana, itakuwaje kwamba wewe ndio unashukiwa
Ama unasema unatajwa kwamba wewe uliwasilisha malalamishi na wewe uko ofisini bado Ndiyo. na yetu ni mkubwa hao wanaokuchunguza. You know? Bila shaka. Do you think it's going to help? Nahisi kwamba itasaidia pakubwa kwa sababu najua kwamba ni mashinikizo yamekuwa hapo mengi sana na wengi wakataja kwamba hafai kwa sababu yeye ni mhusika mkuu ndio alisababisha kukamatwa kwa mwenda zake Albert Ojwang. Kwa hiyo angestahili kukaa pale kwenye wadhifa kushikilia ule wadhifa wa naibu inspector wa polisi. Kwa hiyo naamini kwamba ni uamuzi ameufanya ambao utakuwa angalau unatuliza ile joto la mashinikizo na nini ili angalau wale IPOA mamlaka hiyo iweze kufanikisha shughuli yake ya kuendesha uchunguzi. Naam. Bila shaka. So unadhani amefanya mwenyewe ama ni uamuzi wake. Amesema. Zile tunasikia orders from above. Hapana sivyo. Ameona kwamba ni heri afanye hivyo uchunguzi uendelee. Bila bwana, taarifa ni kwamba naibu inspector wa polisi Eliud Lagat amesonga kando kidogo, amesonga kando angalau uchunguzi ufanyike, kisha kama atapatikana na makosa basi tutachukuliwa. Lakini kama atapatikana kwamba hana hatia bwana atarudi kazini. Ndio maana tunasema ni step aside. Wakenya waelewe. Siku jiuzuni. As you have seen, it's not only me that thinks that kujiazulu ama yani unaona stepping aside is not the same thing. Resigning and stepping aside is not the same thing. Inamaanisha he is not going to investigate the death of Albert Omondi Ojwang. Other people will do that work, but he will continue doing whatever other things he's supposed to be doing. Now, let's also listen to two other Kenyans. Nitakuonyesha a very angry guy that wants yeye na Eliud Lagat wafungwe kwa in one cell. Yani na wapigane hapo ndani. I don't know why he's saying that, but and the truth watchdog anasema aje. Let's listen to them. Hiyo ni aje wa Kenya up to date sahi. So DIG Eliud Lagat has stepped aside kuruhusu investigations ifanywe na ameachia deputy wake duty zake zote. Wakenya wako kwa street not because he has to step aside. All these people are supposed to resign. Kuna tofauti ya kuresign na kustep aside. Either way wacheni wasomee letter ndio muweze kujua hizi ni nini anasema. So Wakenya, hii ndio barua hapa. DIG anasema in the good and conscious thought of my role and responsibilities as the Deputy Inspector General of Kenya Police Service, and in view of the ongoing investigations on the unfortunate incident of the death of Mr. Albert Ojwang, I have today opted to step aside from the office of the Deputy Inspector General. Stepping aside, he has opted to step aside, and already he is in power and in charge because ataendelea kupata mshahara kwa sababu unaona hapa ame-assign the duties to his deputy. And attempt to provide any support, lakini unaona anasema nini hapo? From the office of the Deputy Inspector General, Kenya Police Service, pending completion of investigations. The functions of the office will be henceforth be performed by my deputy until completion of the investigations. So this guy has not stepped down. Okay? Musijidanganya ati ame resign. No. Step aside is not stepping down. That is there is a very huge difference. Okay, so he has decided like wacha niende home basi mfanye investigation, lakini bado si ata pull strings, si ni mzito. Yeah. So in English the wording is very important. Stepping aside is not stepping down. He is still in the office and he will be paid the salary just like he was. The only difference will be he will not be in the office or around the workplace, but he will be paid either way. Unaget? So tuache kudanganywa kabisa. Hapa hakuna kuacha kazi. Hapa ni sasa deputy anafanya niko ofisi. Na mzito baada yako in charge, yeye ndiye ana assign duties. Langati awekwe ndani. Na mimi wakati anawekwa ndani wanitafute mimi niende wanifunge na huyo Langati hapo kwa hiyo jela. Ni mlime mangumi zenye hajawahi limwa tena. Hatuwezi kubali vijana wanauliwa kiholela holela hapa. Langati mimi nataka nifungwe na wewe jela moja. Na mmoja mwenye atatoka hai wamwachilia aishi kwa hii dunia. Lakini mmoja mwenye atapatikana amekufa tuende tusike. Aidha mimi ama wewe. Hatuwezi kubali ujinga yenye unafanya. Na tunataka kuambia nylon si uongozi imewashinda. Makazi ni tunataka kuchukua hiyo uongozi. Na saa hizi tunaona the real one term is real. One term is real. Tunataka kuambia William Ruto anza kujipanga kwenda nyumbani. Hatuwezi kubali kuona manylons wanatu rule the way mnataka kurule hapa. Na zile majina zote zimetoka. Wale wameua ukijana ni wakale. Wote hakuna kabila nyingine. So hatutakubali hii uongozi irudi hapa ati 10 bila break. Na nataka kuambia viongozi kutoka Nyanza na wale wapiga kura kutoka Nyanza, mmeona nyinyi ndio mnauliwa kila siku. Alafu utaona mtu anasema ati 10 bila break. Kumbavu nyinyi sana watu wanasema 10 bila break wanatoka huko Nyanza. Mwanza na yule Raila Amolo Odinga mmepeleke siaka. Kama zile probox za kubeba miraa.